ningependa kumaliza hiki kipindi kwa kusisitiza kuhusu hii point ya leverage. Na kwa lugha rahisi ya Kiswahili, utaona Karakana Mkwanja tunapenda kutumia Kiswahili. Na wakati nafikiria mimi mambo ya Karakana Mkwanja, nilitamani lugha hii wafikie watu wengi. Ukiangalia huko duniani kwa lugha ya Kiingereza kuna so many knowledge about these issues, ya fedha, ya uwekezaji na kila kitu. Lakini sisi ni Watanzania, taifa mama ni Tanzania. Karakana Mkwanja inazungumza na Watanzania, all walks of life, wangazi zote. Hata tutakavyo, unajua sometimes kwa Kiingereza ni kigumu, lakini hata tukitumia Kiingereza tutarudi kukifafanua kwa Kiswahili. Kwa hiyo mgeni wangu amezungumzia leverage into other resources more than what you have. Kwa Kiswahili chake kirahisi, unavyokuwa unafanya biashara, unavyoenda kwa mifumo, unaweza kutumia rasilimali za watu wengine zaidi ya wewe mwenyewe. Sasa hapa ningependa nizungumze hasa na wamama wenzangu. Yaani nimekuwa kwenye biashara kwa zaidi ya 16 sasa. Na wateja wangu wengi wamekuwa wanawake. Lakini moja ya tatizo ninaloliona kwa sisi wakina mama, hatu scale up. Yaani unakutana na mtu alianza labda anafanya kitu fulani, anapika kilo ngapi za mandazi, ni hizo anaendelea nazo. Umezungumza mfano wa mafundi. Mimi nina fundi ninayemfahamu nzuri sana. In fact anatengeneza nguo ambazo naweza kusema export quality. Lakini kwa sababu wakina mama hatuwekezi kwenye mifumo, tunatumia nguvu zetu wenyewe tu. Kiasi kwamba unaona kwamba hivi huyu mtu yeye akiwa hayupo, hii biashara ipo kweli? Kwa hiyo wito wangu kwenu wakina mama wenzangu, fikirieni kugrow, fikirieni kuanzisha kampuni, fikirieni kufanya biashara zaidi ya kujiajiri binafsi. Najua utazungumza kwamba kunahitaji kama mitaji mikubwa, kunahitaji watu kwa kuajiri na kadhalika, lakini kama tutakavyokwenda kuona, faida zinazidi changamoto. Habari ya kuwa una duka kwa mtindo wa duka la mangi, tangia kuna maduka ya mangi mimi nayafahamu tangia niko mtoto. Muuzaji ni yule yule, muuzaji anaendelea kuzeeka, shughuli inaendelea. Hivi mangi akiondoka, hii biashara ipo? Hii inanifanya, kuna siku nilienda kwenye semina, ili niumiza sana. Walisema kwamba katika biashara za Watanzania na Waafrika kwa ujumla, mfanyabiashara anavyokufa, kamati ya mazishi inatakiwa ifanye kaburi hizi mbili. Moja ya kumzika Mr. Entrepreneur au Mrs. Entrepreneur. Kaburi ya pili ni ya kuzika biashara yake. That thing. Maono hayo, mazungumzo hayo ambayo yaliongolewa na madam fulani ambaye ni mahiri sana katika mambo ya human resource. Nisingependa kutaja jina lake kwa sababu sina ruhusa yake. Lakini kwa kweli ilikuwa ni wake up call kwangu. Nikaangalia, yani kile ambacho nimekiwaza, kile ambacho nimekianzisha, hivi kweli nataka kufa nacho? Mbona nitakuwa sijajitendea haki? Kwa hiyo nawashauri wafanyabiashara wakina mama, wale wanaofikiri lazima awe Bennett na biashara yake, mguu kwa mguu, mkono kwa mkono, hapo hutumii resources zingine nje yako ambazo zinaweza kukusaidia kufanya zoezi lako, biashara yako iwe sustainable. Asanteni sana, na naomba watu tufanyie kazi haya tunayoambiwa. Endeleeni kufuatilia vipindi vya Karakana Mkwanja. Sisi tumejikita kuelezea mambo haya ambayo huko nyuma yalikuwa hayaelezwi. Binafsi huwa najiuliza, Mr. Amon, laiti haya ninayoyafahamu ningeyafahamu miaka 16 iliyopita, I'm sure ningekuwa mbali sana. Sasa sitaki watu wengine wanaoanza biashara leo
wale ambao wako huko wako labda kwenye self employment ambao wanafikiri kuanzisha biashara wasianze kwa yale mapungufu mimi niliyoanza nayo. Ndio maana katika Karakana Mkwanja tunaenda kuchakata haya mambo ili kuanze vizuri zaidi. Na mimi niongezee hapo ulipotoa mfano wa duka la mangi au kwa nini sisi biashara tunazikumbatia na tunapofikia kutoweka hapa duniani inatakiwa yawepo makaburi mawili, moja la mfanya biashara mwenyewe na lingine la biashara yake. Hili ni pana zaidi, inahitaji upana zaidi kuelewa, kwa sababu duniani zipo familia au koo ambazo yani tangu miaka ya 1800 bado wanaendesha biashara. Ndio. Alafu wako kweli wengi ambao biashara zimekufa. Kwanza ni uelewa wa swala la elimu na ushirikishwaji. Elimu sio tu ile inayopatikana shuleni, ukisoma vitabu vya biashara, vitabu vya kuwekeza. Ile elimu inatakiwa iwepo nyumbani. Hata yule mangi kama atashirikisha wanafamilia ambao hapa ni watoto, wakashirikishwa, wakapewa ile elimu, kadri anavyofanya anawapa hata kwa hadithi. Namna ya kuifikisha ile elimu anaweza kufanya kwa hadithi. Lakini namna ya kuifikisha tena ile elimu na yeye anaweza kuwapa vitabu alivyosoma. Anaweza kuwasimulia juu ya rafiki zake ambao wamekufa na biashara na ambao hawakufa na biashara. Kwa hiyo akiwahusisha wale katika elimu ile, si rahisi ile biashara ikaa. Lakini tatizo la ile biashara inaweza ikaendelea tena na mtu mmoja tena. Isipanuke. Yani ikawa na mwendelezo lakini bila kuwa na mpanuko. Unaona? Sasa hapo kunahitajika tena kitu kingine, kwamba ile elimu sasa inawezekana huyu mwanzilishi hakuwa na uelewa mpana, yani exposure kubwa, na hakuwa na elimu kama hawa watoto wake. Sasa hawa watoto lazima wachukue elimu. Sasa haya ndio mambo ya kurisisha maadili, uelewa katika familia, uongozi katika familia, uongozi katika elimu. Wanachukua sasa ile elimu, kwa sababu tunachukulia kwamba wao hata kama wakukaa sana darasani, lakini wana kupitia teknolojia sasa hivi ya social media na wameshaelewa mambo mengi, basi wanaenda sasa kwenye mifumo ya nini, ya usajili wa kampuni. Na kwa sababu wao labda watoto ni 4 wangapi, ili wote wafiti waingie kwenye ile biashara, inabidi sasa wawe na shares, wawe na kwa hiyo lazima waanzishe kampuni. Yeye alikuwa na share ya mzazi 100%. Sasa hawa haiwezi kuwa 100%, ndio nasema ule kuendelea kule kutakuwa hatari, kwa sababu na yeye anataka kwenda na 100% wakati wenzake wapo, wakati mwanzilishi alikuwepo, na sheria za urithi zasema mtagawana. Sasa badala ya kugawana ile mali, gawaneni share, afu mwende mbele. Kwa mifumo inaruhusu, lakini sasa kuitumia ile mifumo lazima uwepo uongozi katika hiyo familia na biashara. Lazima kuwepo na maelewano na nilivyosema kuleverage, yani kutumia wengine. Watafute mwanasheria wasaidie kutengeneza, watafute kuna namna ya kusaidiwa ili kwenda mbele. Kwa hiyo kwa upana unaweza kaliangalia hivyo na likafanyika hivyo. Sawa. Nakushukuru sana Mr. Manyama. Yani na kwa kweli najua sidhani kama ingekuwa rahisi sana kukureplace. Yani mtu ambaye umeweza kuichambua vizuri sana mada ya biashara. Ulivyomaliza kwa kueleza namna ya kushirikisha familia nzima kuchukua kijiti cha mzazi, utaona kwamba hicho ni kitu muhimu sana. Tumeona na inasikitisha sana kuona familia ambazo wameachiwa mali, lakini baada ya kujenga mali sasa wanatumia muda baada ya mazishi ya mzazi au yule mwenye mali kugombana,
yani mwanzilishi, yani maua wanayompa ni mapambano yao sasa. Nafikiri wasikilizaji wangu mmesikiliza. Na kama alivyosema Mr. Manyama, swala hili ni pana. Mtaona kwamba mada hii ya biashara tutaendelea nayo kwa muda. In fact, kwa kumaliza kwako umezungumza mada ya inaitwaga how to build a trust. Kwa sababu mali unaiachaje, sio jambo la kuliacha hivi hivi. Umezungumzia mifumo na nini, tutaliteka hapo. Basi nakushukuru tena sana na sana. Kama ndugu zangu wasikilizaji wangu nilivyowaambia, Mr. Manyama ni mchumi mbobezi, ni mzoefu, amefanya kazi serikalini, amefanya kazi katika international organization. Sasa hivi yeye ni mkurugenzi UNDP, akiwa ana support SMEs. Hizi SMEs small and medium enterprise basically ndio biashara zenyewe. Wajasiriamali ambao ndio sisi, ambao ndio walengwa wa Karakana Mkwanja. Leo mmekuwa na bahati. Mtu kama huyu mngekutana naye wapi? Ni Karakana Mkwanja tu ndio itaendelea kuwaletea watu vitu kutoka vile vinavyotoka jikoni. Ameunganisha biashara na uwekezaji. Yote haya, kuna fursa nyingi ambazo hatuzifahamu. Lakini ili tufanye fursa, tuzichukulie hizo fursa, lazima tuwe na proper structures. Amezungumzia lazima tuwe na structures, kampuni zetu ziwe registered na kila kitu. Tusisahau kutumia wataalamu, ndugu zangu. Huwezi ukawa wewe mfanyabiashara, wewe mwanasheria, wewe mtaalamu wa masoko, wewe kila kitu. Haiwezekani. Wajasiriamali lazima tujue namna ya kutumia wataalamu kuboresha shughuli zetu. Basi kwa kumalizia, nirudie tena kuishukuru K-Finance Limited ambao ndio wadhamini wetu wa kipindi chetu cha leo. K-Finance ina products nyingi. K-Finance ina mikopo ya aina mbalimbali. Mikopo rahisi, inatolewa kwa njia nzuri, inayotolewa ikimjali mjasiriamali. Ndoto ya K-Finance ni kuona mtu wanakuwa naye. Manyama mwenyewe amesema kwamba pamoja na uzito wake na aliko, lakini K-Finance amekuwa ni mmoja wa wateja wakubwa wa K-Finance tangia tunaanza. Kwa sababu issue sio kwamba una hela kiasi gani. Issue ni unataka kufanya nini. Kwa hiyo ukiwa na gap katika pesa yako ya kufanya yale mambo yako mazito, utakuta kwamba K-Finance finance sana consumption. Wengi wateja wa K-Finance ni wale ambao wana dreams zao, wana ndoto zao, wanakwenda mbele. K-Finance pia kwa kuangalia sustainability ya ndoto za wajasiriamali, tuna product ya insurance. K-Finance na K-Finance Insurance Brokers. Utagundua kwamba kuna kutafuta pesa, lakini kuna kulinda pesa. Hapo risk mitigation ndio insurance inavyofika. Lakini K-Finance kwa kujua kwamba wasikilizaji wangu mnajua mimi mara nyingi napenda kulifaa vitabu. Kwa wale ambao mmesoma The Richest Man in Babylon, kile kitabu is about ideas, strong ideas. They are the ones that can make wonders. Utajiri, mafanikio yanaanzaga kichwani kwenye ideas. Kwa hiyo K-Finance, baada ya kujua tuna finance, tuna mitigate risk kupitia insurance brokers, tukaona hatuwezi kuacha wateja wetu hivi hivi. Lazima tuwajenge madini kichwani. Na hapa ndio mama mwenyewe imebidi nisimamie show kama host wa Karakana Mkwanja. Karibuni sana, endeleeni kutusikiliza. Tutaendelea kuinvite watu mbalimbali wenye different experiences ili kushare knowledge zao, because we believe knowledge is power. Na hapa hatusomi vitabu jamani. Kusoma is one thing. Mimi nimesoma Manyama mpaka kwa level ya masters, najua na masters. Haya mambo ya maisha tunayofundishana, sijui kama vitabu, mimi sijawahi kuyakuta kwenye vitabu. Kwa hiyo there are practical aspect in, tunaweza tukazita yani how should I put it? Yani kuna theory lakini kuna vile uhalisia. Kwa hiyo kwa vipindi halisia, changamoto mbalimbali, usichoke kufuatilia Karakana Mkwanja. Asante.